ni nani ambaye anapaswa kutumia tasbihi, shanga ya kufanya adhkar, na ni wakati gani inafaa kutumiwa, mbele ya watu ama kwa siri? Wanazuoni wameizungumzia masala haya kwamba ili ni jambo ambalo si katika sunna. Kutumia ili shanga inaitwa as-subha, si katika sunna. Sunna ni kutumia vidole, kwa sababu hizi vidole vitakwenda kuwekwa midomo hapa siku ya kiyama, na vitaongea na vitatoa ushahidi kwamba wewe ulikuwa ukimdhukuru Mwenyezi Mungu. Ndio hadithi iliyopokelewa na Yasira binti Yasir. Huyu ni mwanamke Ansariya. Mtume wa sallam anasema tasabbahu bil anamil fa innahunna mustantaqat mas'ulat, leteni nyiradi zenu kwa kutumia ncha ya vidole vya miguu. Ncha ya vidole manake ni hivi, bil anamil manake ni hivi. Alafu kuna riwaya nyingine ambayo inasema katika hadithi aliyopokea Abdullah ibn Umar kwamba Mtume wa sallam alikuwa akileta nyiradi zake kwa kukunja vidole vyake. Al-qabd manake anaita al-qabd, kama hadithi ilivyokuja katika Sahih Muslim. Akifanya hivi manake alikuwa anaikunja, si kukunjua, alikuwa anakunja. Sasa wanazuoni kulingana na hadithi mbili hizi wanasema ilokuwa bora ni namna mbili ya kuleta nyiradi. Kwanza ni kuikunja, mfano unasema subhanallah ama astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Tena ukirudi unarudia tena astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Hivyo kukunja peke yake. Hakuna masala ya kukunjua, haikunjuliwi manake. Kama watu wanafanya mfano subhanallah, 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 anakunjua. Kukunjua hadithi haikuja hivyo, imekuja watu kukunja tu peke yake. Umeona? Na pili, kutumia ncha ya vidole hapa, ukasema subhanallah, 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 ncha ya vidole mpaka mwisho. Sasa hii ndio ambayo Mtume ameelekeza na ndio Mtume alivyofanya, lakini wanazuoni wameiruhusu kwa sababu ya dharura kwa watu aina mbili kutumia hii ushanga hii, ama kutumia ile mashini ambayo ya kubonyeza ambayo inahesabu kwa watu aina mbili. Mtu wa kwanza ni mtu ambaye ni mzee sana, anashindwa kudhibiti hisabu, anashindwa kuhesabu, kila akihesabu akifika 5 ashasahau ni ngapi. Basi huyu atatumia ile tasbih kwa sababu ya dharura, tena ikiwezekana akitumia kwa siri ndio bora zaidi. Au mtu ambaye ni mgonjwa vile vile, mgonjwa sana, anashindwa kudhibiti hisabu na ana nyiradi zake ambaye analeta, labda anamswalia Mtume mara 100, analeta istighfar mara 100 kwa siku, kuna adhkar baada ya swala, adhkar za asubuhi na jioni, ana nyiradi zake. Sasa huyu itabidi atumie kwa sababu ya dharura. Wadharurat tubihu almahdhurat, dharura inahalalisha kitu ilokatazwa. Maana yake hii ni kitu imekatazwa. Mtume hajawahi kufundisha hii. Hata maswahaba walipowaona baadhi ya maswahaba wanatumia vijijiwe kufanya naye nyiradi baada ya Mtume ndo ameanza kufa, kama ilivyokuja hadithi ya Sa'd bin Abi Waqqas, amewapata watu wanaanza kufanya nyiradi kwa kutumia mawe ndogo ndogo tu. Sa'd bin Waqqas anawaambia, jamani, maji ya kuoshwa Mtume haijakauka kwenye kaburi lake, mshaanza kuzua ndani ya dini. Akawafukuza. Maana yake kuleta nyiradi ni kwa vidole, na hii ndio ilikuwa bora. Leo kuna baadhi ya watu ukiwaambia mambo haya anasema, lakini jamani, mimi bana sahau sana, na sijui ni 30 au ni 33 au ni 100. Lakini ndugu zangu, naulizeni, ushawahi kumwona mtu anahesabu pesa tena sahau? Wewe leo una 100,000 unahesabu, alafu unafika mwisho bwana naanza mwanzo tena. Jamani, ushawahi kumwona mtu anahesabu pesa tena sahau? Maana yake wewe ndio ambao unaamua. Akili yako kiiweka pale, hauwezi kusahau. Akili yako ikiwa mbali, leo kuna baadhi ya watu wanafanya nyiradi hivi. Sasa anaangalia huku, akili haiko hapo. Vipi utajua wewe umehesabu ngapi ndugu zangu? Hauwezi. Na hii ndio ilikuwa sunna. Sasa anaeleza ni wakati gani inafaa uifanye kwa siri na wakati gani unafaa kufanya kwa mbele ya watu ama kwa siri. Kwanza, ikiwezekana wale ambao wanaotumia hizi shanga na kutumia hizi mashini, kwa wale ambao wameruhusiwa katika watu wawili, wale wazee na wagonjwa, ikiwezekana waifanye kwa siri ni bora. Sawa? Lakini sisi vijana ambaye alhamdulillah wewe si mzee wala wewe si mgonjwa, si katika sunna wewe kutumia hii. Kwa nini unajua? Kwa sababu inaweza kukupelekea katika ria.
Tena vijana wengi hapa wanatembea tembea mbele ya watu wameshika tasbihi hivi, tena anaweka mbele hivi. Wengine ameivaa hapa, ile nyingine ya kuvaa ameivaa hapa. Ukimsalimia anakupa mkono, Sheikh Saad anakupa mkono, wewe unahisi bwana hii nini? Sasa maana yake nataka kukuonesha mimi ni mtu wa adhkari bwana. Mimi si mtu ambaye na nini. Sasa uone kwamba ria inaweza kukuingia hapa, na hii ria inatengua ibada za watu, ndugu zangu. Kwa hivyo tufuate ile ambayo ya sawa na hii nyingine ambayo hakuna.